Kama Building a Future ambao unalenga kukomesha visa vya watoto kutumiwa kwenye biashara ya ngono katika eneo la Pwani umezinduliwa na utaendeshwa kwa miezi 21. Mradi huo utawasaidia wanafunzi ambao tayari wameacha shule ili kujihusisha na biashara hiyo kurudi shuleni na wengine wakielimishwa kuhusu kuendesha biashara. Kaunti ambazo zimeshuhudia idadi kubwa ya wanafunzi ambao wanajihusisha na biashara ya ngono ni Kilifi na Kwale. So by doing what this project is Kilifi na Kwale, ukiangalia mambo ya tourism, wasafiri, travelers kutoka Kenya, kutoka mataifa mbalimbali, na kuna huo mguzo ambao unafanya watoto wanjipate katika dhuluma kama hizi. Mradi lengo lake kuu ni kuwarudisha watoto shuleni, na tunataka watoto 130 warudi katika shule za upili na shule za primary. Watoto 80 tunataka wajifundishe ujuzi wa biashara ama ujuzi skill yote ile wanaweza kutumia kupata ajira. Yale ambayo yanasababisha hawa watoto wanajiingiza katika ngono biashara mara nyingi huwa ni umaskini ambao wazazi wao wanapitia. Haya ni mambo ya child abuse, na tumehamasisha wao kujua sexual related offenses, rape, incest na defilement na bestiality. Kwa hivyo kosa hili likifanyika mbio na hunyo, huyu mtu atafikishwa kwa polisi na kuweza kushtakiwa. Na sekta ya utalii katika eneo la Pwani imeathirika kwa sasa kutokana na upungufu wa wageni. Sekta hii imeathirika wakati ambapo ilikuwa imeanza kuimarika mwishoni mwa mwaka jana baada ya kuzorota kutokana na janga la corona. Tobias Chanji ametuandalia taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa. Sekta ya utalii ndio uti wa mgongo wa uchumi katika eneo zima la Pwani, lakini kwa sasa sekta hii inapitia wakati mgumu sana ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika mwishoni mwa mwaka jana. Niliye naye hapa ni afisa mkuu katika muungano wa wenye hoteli na wahudumu katika hoteli katika eneo zima la Pwani, Samu Ikwae. Labda tu kutuelezea hali halisi ilivyokufikia sasa, wageni wapo ama hawapo? Ukweli ni kwamba hali ilivyo ni kwamba tuna changamoto nyingi sana kama wadau katika sekta hii, kwa sababu ikumbuka kwamba sekta utalii ni sekta ambayo mara nyingi inavutia familia nyingi. Lakini tulikuwa na biashara kidogo kufikia mwishoni mwa mwaka, na baada ya hapo watu wakarudi shule, wengine wakarudi kazini, na ikumbuka kwamba uchumi mzima wa nchi ulikuwa katika hali ambayo haikuwa ya kuridhisha. Kwa hivyo ni kwamba wageni sasa hawako. Tunaongelea karibu kati ya 20% na 40% katika eneo zima la Pwani. Hii ni occupancy, na hii inatokana na kwa sababu hakuna wale wageni ambao wanatoka nje, international arrivals hazija kuwepo kwa kipindi kirefu, na hii ni kwa sababu ya masuala ya janga hili la COVID ambayo inaendelea kuathiri nchi zile. Ni kwamba hakuna ndege ambazo zinatoka kule kuja, na hiyo inasababisha kwamba tunakosa wageni katika eneo letu la Pwani hapa. Kuna mkopo ambao ulikuwa umetolewa na serikali hiyo mwaka jana tu kuimarisha sekta hii, na kuna habari kuwa baadhi ya hoteli labda wadau hawakuweza kutuma maombi ya kutaka hela hizi. Labda kwa nini? Inakuwa vigumu kwa mwekezaji yote kuweza kufikiria kuongeza deni, kwa sababu mkopo ule ni deni ambayo inapeana na serikali, na sasa inapokuwa kwamba hauna uhakika wa jinsi kesho itakavyokuwa, sababu wageni bado hawako, kuna masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea kuongeza joto nchini, kuna masuala ya uchaguzi mwaka ujao. Hali hizi zote zinamfanya mwekezaji iweze kuwa na dukuduku, na inakuwa vigumu kwao kuweza kuongeza majukumu katika biashara zao kwa sasa. Wachache ambao wameweza kufanya hivyo wameweza kutimiza matakwa yale na wameanza kupata zile pesa, lakini kwa wengi ni kwamba kuna tatizo hilo, na tunaomba kwamba labda serikali itaweza kufikiria kuweza kurudisha zile incentives ambazo ilikuwa imepeana kwa sekta, kuweza kuona ni vipi tunaweza kumudu hali hii. Nashukuru sana Bwana Samu Ikwae. Labda pia niruhusu tu kidogo hapa mtazamaji, naona kuna baadhi tu ya wageni labda wa humu nchini wa kitalii tu ambao wamekuja pia kutembelea eneo la Mombasa, na kwa kawaida wale wanaofika hapa lazima wapigie picha katika mapembe haya ya ndovu. Labda nipate tu mmoja wao niweze kuzungumza naye. Hujambo kaka? Sijambo. Kidogo sogea tu mbele kidogo hivi niongee na wewe. Ama nitaongea na dada hapa kidogo. Sogea tu. Wewe ni mkaji wa Mombasa? Naam. Labda kuna baadhi ya wageni ambao wamefika kwa mara ya kwanza katika jiji la Mombasa.
Naam, ndio hali ilivyo katika jiji la Mombasa au eneo zima la pwani kuhusiana na utalii, ambapo kama tulivyoelezewa awali ni sekta ambayo ilikuwa imenoga sana hiyo mwisho mwaka jana, lakini kwa sasa sekta hiyo inapitia wakati huu mgumu kwa kutoweka kwa wageni. Kumbuka kuwa safari za ndege ngali zimesitishwa kutoka katika baadhi ya mataifa fulani, hivyo imekuwa ni vigumu sana kupata wale wageni wa kimataifa na wale wageni wa humu nchini. Bila shaka tangu shule ziweze kufunguliwa, vile vile pia wengi wa wazazi wamekisha kuwa labda swala ambalo nalipatia kipaumbele ni swala la elimu. Kutoka hapa hadi studio.